Tuliishia pale moshi ulipojaa kwenye kile chumba. Basi ule moshi ukaanza kujitengeneza na kuwa umbile la jitu kubwa na nene kweli. Moyo wangu ulizidi kwenda mbio huku nikijikuta nikipoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka ilikuwa tayari ni usiku. Lakini cha kushangaza nilijikuta nikiwa nimelala ufukweni mwa bahari. Nilipoangaza huku na kule nilishapajua ni sehemu gani. Nilikuwa nipo katika ufukwe wa bahari ya Raskazoni maeneo ya Tanga. Basi hata sikujiuliza nilifikaje pale. Kwanza nilipanda pikipiki hadi nyumbani, nikaingia ndani ili nichukue pesa ili nikamlipe mwenye pikipiki. Hii jamani, haya sasa yalikuwa maajabu. Eti ile pochi yangu niliyoiacha kwa mganga, nilikuta ipo kitandani kwangu. Niliifungua na kukuta kuna pesa nyingi zaidi ya nilizoziweka. Mbaya zaidi, kulikuwa na pete nzuri ya dhahabu inayong'aa hatari. Mwenzenu hapo nilishindwa kujizuia. Nilitoka nje na kumkabidhi yule dereva wa pikipiki pesa yake na kurudi ndani. Mungu wangu, hakika sikuweza kuamini kile nilichokiona. Eti nilikuta kitandani kwangu limewekwa gauni zuri jeupe kama wanalovaa mabibi harusi. Hapo ndipo nilipoishiwa nguvu na kujikuta nikipoteza fahamu kwa mara nyingine tena. Nilikuja kuzinduka ilikuwa tayari kulishakucha. Nakumbuka ilikuwa ni saa 4 asubuhi ambapo niliamka na kujikuta nimelala kitandani, jambo ambalo hata sikulifanya. Kumbukumbu yangu ya mwisho inasema nilidondoka na kupoteza fahamu palepale mlangoni kabla hata sijafika kitandani. Sasa inakuwaje niamke nikiwa nipo kitandani? Wakati najiuliza maswali hayo mara ghafla nikasikia mlango wangu ukigongwa. Nilinyanyuka ili nikaufungue. Ile nafungua tu nikamkuta mvulana mzuri ajabu huku akitabasamu. Yule mvulana wala hakusema kitu, aliingia mpaka ndani bila ya kukaribishwa. Alipoingia tu ndani, harufu ya chumbani kwangu ilibadilika na kunukia harufu ya mafuta mazuri, yaani kama mchanganyiko wa marashi na karafuu. Basi yule kijana alizidi kuniangalia usoni kisha akaanza kwa kusema, "Hivi Leila, unaijua thamani yako?" Aliniuliza swali ambalo hata sikulitarajia. Sikuelewi. Unajua, kwanza haujajitambulisha halafu unaniuliza vitu ambavyo binafsi vinaniumiza kichwa. Leila, mimi naitwa jina, nitakutajia mwishoni kabisa. Kwanza nilikuandalia nguo pamoja na pete jana usiku hapo kitandani kwako, lakini nikagundua bado hujawa tayari kunipokea, kwani kila nilipokuwa nikijitokeza katika umbo langu halisi ulikuwa ukizimia. Sasa leo nimekuja katika umbile kama lenu binadamu, alisema yule kijana, ambapo hata sikuweza kusikia maneno yake amalizie, kwani nilishapoteza fahamu zamani baada ya kujua kuwa kumbe hakuwa binadamu wa kawaida. Nilikuja kuzinduka saa 7 mchana. Na kilichonishtua ni adhana. Hapo niliamka na kusimama kutaka kwenda kujimwagia maji, lakini nilipoangalia kwenye kochi nilishtuka baada ya kumwona tena yule kijana akiwa amekaa huku akiniangalia. "Huna haja ya kuniogopa Leila, karatibu utaizoea hali ya kuonana na mimi. Hakika wewe ni binti mwenye bahati sana. Kwa sasa hivi nawahi kwenye kikao, ila nitakuja kukuchukua usiku nikupeleke sehemu ambayo hutakuja kuisahau katika maisha yako." Alimaliza kuelezea mtu yule na kupotea palepale. Yaani mtu yule kama alikuwa anajua kitu kilichomo moyoni mwangu, kwani nilijishangaa safari hii. Nilimsikiliza mpaka mwisho bila ya kuzimia. Basi nilikwenda kuoga na kurudi ndani kuvaa, kisha nikaenda kutafuta chakula. Niliporudi nilikuta kitandani kwangu limewekwa lile gauni la jana usiku pamoja na ile pete. Kwa pembeni kulikuwa na kikaratasi cheupe. Nilikwenda kuichukua ile karatasi na kuanza kuisoma. Asema, "Hilo gauni na pete utavaa siku utakayokuwa tayari kunipokea ili ulimalize tatizo lako. Mimi sio binadamu wa kawaida, ila kamwe siwezi kukudhuru, kwani wewe ndiye kiumbe ninayekupenda. Naahidi kukulinda na kukutimizia kila utakachohitaji. Mengi zaidi tutaongea usiku nikija kukuchukua." Basi mwenzenu nilichoka hoi baada ya kumaliza kukisoma kikaratasi kile. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana. Ghafla nikajikuta nakaa chini na kuanza kulia bila kujua hatma ya maisha yangu itakuwaje. Siku hiyo nilishinda ndani bila kutoka nje kabisa. Nilikuwa nikijaribu kutafakari juu ya nini cha kufanya ili niepuke mitihani inayokuwa ikiniandama kila siku. Sasa mimi nimekosea wapi? Mbona toka nilivyozaliwa kwangu ni mitihani tu? Mungu wangu, nilijikuta najiuliza bila kupata majibu, huku machozi yakizidi kunitoka. Sijui hata ilikuwaje nikajikuta napitiwa na usingizi. Nakumbuka ilikuwa saa 4 usiku baada ya kumaliza kula. Nikaenda chooni kujimwagia maji ili nijiandae kulala. Nikiwa chooni najipaka sabuni, ghafla nikasikia harufu ya marashi na karafuu. Nikahisi ni ile harufu ya kama mchana. Hivyo ilinibidi ninawe maji usoni haraka kutoa sabuni ili niweze kufumbua macho. Kumbe yule mtu wa mchana alikuwa amenisimamia mbele yangu huku akinikodolea mimacho yake. "Ewe, umeingiaje huku?" Nilijikuta nauliza huku nikiwa natetemeka na kujiziba kwenye uke wangu ili
Asinichungulie, huna haja ya kunihofia Leila, siwezi kukudhuru, naomba uniamini, naamini hautajuta kukutana na mimi katika maisha yako, na kusubiri tuondoke, alisema yule mtu na kupotea pale pale. Basi kwa wenge nililokuwa nalo, hata sijasubiri nimalize kuoga, nilichukua taulo na kuanza kujifuta maji na mapovu, kisha nikatoka hadi ndani kwangu ambapo nilimkuta yule mtu akiwa amekaa kwenye kochi kunisubiria. Aliniambia nivae nguo yoyote nipendayo, lakini ni lazima iwe ni nguo yenye rangi nyeusi. Basi aliniambia maneno hayo yule mtu. Nilipofumbua macho yangu, nilishindwa kujua pale nilikuwa nipo wapi, ila nilichokijua ni kuwa tulikuwa tumekaa juu ya jiwe kubwa sana mfano wa jabali ambalo kwa chini lilikuwa limezungukwa na maji ya bahari. Hakika niliogopa sana. Hapa tupo wapi jamani? Niliuliza kwa uoga wa kuogopa kutupiwa baharini. Usiogope Leila, hapa upo katika ufalme wangu, hakuna kiumbe mwingine yeyote mwenye mamlaka ya kupita maeneo haya, alijisifu yule mtu. Sasa huku tumekuja kufanya nini? Nilizidi kuuliza kwa hofu kubwa. Badala ya kunijibu, yule mtu alinyoosha kidole chake mbele na kuniambia, angalia pale mbele Leila, kuna kitu nataka ukijue leo, aliniambia mtu yule, ambapo nilishanga kuona imekuja kama screen out kubwa mbele yangu na kuonyesha matukio ambayo mwanzo sikuyafahamu, ila baadaye ndiyo nilianza kuyafananisha. Katika ile niliweza kumuona mama mmoja akiwa anagombana na mawifi zake kwa kuwa alikuwa hapati mtoto. Ndipo alipoamua kwenda kwa mganga wa kike kuomba amsaidie. Yule mama aliingiziwa mimba na yule mganga wa kike kwa njia za miujiza kwa kutumia maji ya bahari, ambapo alipewa masharti na makubaliano kuwa lazima amtoe kafara mumewe ambaye kifo chake kilipangwa kiwe siku ambayo atakayojifungua mtoto huyo. Kia baada ya mtoto huyo kuzaliwa, lazima aolewe na mrithi wa utawala utakaokuwepo kwa kipindi hicho. Jamani, eti katika ile niliweza kumuona yule mama mganga ambaye ndiyo mlezi wangu wa Zanzibar. Kiukweli nilichoka sana. Yule mama aliyekuwa anatafuta mtoto ndiyo mama yako mzazi. Nimeona nikuonyeshe japo sura yake angalau umuone mlivyofanana, na mrithi wa utawala kwa sasa ndiyo mimi, ila sitokulazimisha uolewe na mimi Leila. Nenda nyumbani ukafikirie kuhusu hatma ya maisha yako kwanza, alisema mtu yule na kutaka kuondoka. Lakini kabla hajaondoka nilimuuliza swali la kwa nini kila mwanaume ninayekutana naye kimapenzi unamua? Kama haunilazimishi unioe, kwa nini usiniache huru sasa niishi na binadamu wenzangu? Nilimuuliza huku nikilia kwa uchungu. Leila, mama yako aliingia mkataba na viumbe wengi sana bila ya kujua. Katika viumbe hao wapo viumbe wazuri na wabaya pia. Jukumu langu kwako lilikuwa ni kukulinda ili uwe salama, ila kuhusu tatizo la kuua hao binadamu, ni viumbe wabaya ambao nao watakuja kutaka kukuua pia, ila kama utanikubalia nikuwe mimi, hawataweza kukufikia kamwe na tatizo hilo litaisha kwangu. Kwa sasa nenda kafikirie, ukihitaji msaada wowote na wakati wowote ivae ile pete tu, nitakuja hapo hapo. Kwa heri Leila. Hayo ndiyo yalikuwa maongezi ya mwisho ya yule mtu. Mara ghafla nikajikuta nipo kitandani naamka, kumbe tayari kulishakucha. Basi nilikaa pale kitandani kwa muda mrefu sana, huku nikitafakari kama ile ilikuwa ni ndoto au ndio uhalisia wenyewe. Nikiwa kwenye mawazo hayo, simu yangu iliita. Nilipoiangalia kwenye kioo ili nijue ni nani aliyekuwa akinipigia, wala hapakuwa na jina wala namba iliyokuwa ikionekana katika kioo cha simu, jambo ambalo kidogo lilinipa mashaka. Basi nilipokea ile simu na kuweka sikioni kusikiliza. Habari Leila, vipi, umefika salama? Nilikuwa nataka nijue hilo tu. Iliongea sauti hiyo. Nilishindwa kujibu na kujikuta nikikata simu, kwani ile sauti nilishaijua ni ya yule mtu aliyekuja kunichukua usiku. Ni hapo ndipo nilipogundua kuwa kumbe sikuwa nikiota, bali ulikuwa ndio ukweli wa maisha yangu. Nililia sana mpaka machozi yakinikauka. Nikajikuta kama naiona ile picha ya marehemu mama akiwa anaenda kwa mganga kutafuta mtoto, na yaona maongezi yao na yule mganga kuhusu mikataba na kafara zinazohitajika. Kiukweli moyo wangu uliniuma sana na kuanza kushusha lawama kwa marehemu mama, lakini kwa upande mwingine nilianza kumuonea huruma mama, na hasa nikikumbuka jinsi alivyodhalilika na kunyanyaswa na wifi zake kwa kuwa hana mtoto. Basi nilijikuta nikiwa njia panda, huku nisijue cha kufanya. Kichwa kiliniuma sana kwa mawazo. Niliwaza ikiwa waganga wanaomba msaada kwa hawa majini, basi hakika majini ni wakubwa kuliko waganga, na ndiyo maana kila mganga anashindwa kulitatua tatizo langu. Hivyo kwa kuwa majini wameumbwa na Mwenyezi Mungu, basi ni vyema sasa nikajikabidhishe kwa Mwenyezi Mungu kuliko kukimbilia kwa waganga. Basi siku hiyo nilitoka na kwenda kwa mzee mmoja ambaye ni mchungaji wa kanisa, ambapo nilimuelezea matatizo yangu yote, huku nikiwa nalia kwa hasira za kuteseka kwangu. Yule mchungaji aliniomba jioni ya saa 10 niende kanisani kwao ili ashirikiane na waumini wote kuniombea, kwani maombi ya wengi Mungu huyapokea haraka mno.
nilirudi nyumbani na kujitupa kwenye kochi. Basi mwenzangu, eti usingizi ulinipitia na kujikuta nikipitiliza muda wa kwenda kwenye ibada ya kuombewa. Nilikuja kuzinduka saa 1 usiku. Tena kilichokuja kunishtua ni sauti ya mtu aliyekuwa akigonga mlango kwa muda mrefu bila kuitikiwa. Basi nilisimama na kwenda kuufungua mlango huku nikiwa nimejifunga kanga moja tu bila kuvaa chupi kama kawaida yangu. Kiukweli chupi sikupenda kabisa kuzivaa, na wala sikuwa na sababu za msingi. Nikawa najiuliza ni nani aliyekuwa akigonga mlango ule. James, karibu ndani jamani da. Nilijikuta nikitabasamu baada ya kumwona James ambaye ni kijana wa yule baba mchungaji. Baba ameniagiza nije nikuite maana wamekusubiri kanisani wala haukutokea. Sasa ndio amerudi na kuniagiza nikwambie kuwa wanakusubiri nyumbani, alisema James na kusimama kutaka kuondoka. Lakini alipofika mlangoni aligeuka nyuma na kusema ni bora aniombee kidogo. Basi alinisogelea na kuniomba nipige magoti. Alinishika kichwa changu na kuanza kuniombea. Tukiwa katika maombi hayo, ghafla nikasikia nyege za ajabu. Amani, nyege hizi kwangu hazikuwa ni nyege za kawaida. Nyege za kuhitaji kukunwa ziliniwasha hatari. Nilijikuta nikimvuta James hadi kitandani kwangu huku nikimlaza na kumkalia kwa juu. Wakati huo nilishautoa uume wake na kuanza kuunyonya. Kiukweli hii haikuwa akili yangu. Sijui ni nini kilinipata mpaka nikajikuta nafanya haya. Wewe Jesus hapendi oo. Nilimnyonya uume James huku akilalamika kuwa Yesu alikuwa hapendi kile ninachokifanya. Lakini mwisho utamu ulimkolea na kujikuta akilia kwa mahaba. Maskini jamani, kumbe James naye alipandisha mizuka ya kwao jamani. Unaambiwa alinigeuza na kuanza kuninyonya kisimi changu kwa ustadi wa hali ya juu. Nililia kwa mahaba mpaka nikaanza kufika kileleni. Jamani, nyege zilinizidi mpaka nikaanza kumshika James kichwa chake ili asikitoe kwenye kinena changu. Nilijikuta nikipiga kelele za kufika kileleni huku nikiwa kama nimevurugwa kwa utamu ule niliokuwa nikiusikia kutoka kwa James. James alisimama na kuvua nguo zake zote na kubaki kama alivyozaliwa. Alikuwa ameusimamisha mnara wake vyema karibu na uke wangu tayari kwa kutafuta network. Lakini ghafla nikashuhudia uume ule wa James ukikatika na kudondoka chini. Hiyo haikutosha bali safari hii hadi kichwa chake kilikatika na kudondokea pale kitandani kwangu huku damu zaidi ya lita 10 zikiwa zimetapakaa chumbani kwangu. Hapo ndipo nilipokuja kuwa katika akili yangu ya kawaida. Nilianza kulia huku nikiziba mdomo nisijue ni nini cha kufanya. Lakini nikawaza kwa nini nisikimbie? Basi wazo la kukimbia ndio lililokuwa bora kwangu. Nikaanza kupanga nguo zangu haraka haraka. Kisha nikajimwagia maji kutoa nuksi kidogo. Nikachukua pochi langu na kuweka begani na kuanza kutembea kuelekea mlangoni ili nitoke. Lakini kabla sijafika mlangoni nilishtushwa na sauti iliyokuwa nje ya mlango huo iliyokuwa ikigonga mlango wangu. Nilimtuma muda mrefu sana James kuja huku, yaani watoto wengine bwana. Hodi hodi Bileila. Sauti hiyo ilikuwa ni ya baba mchungaji. Kumbe alikuja kumuulizia mtoto wake ambaye alimtuma kwangu muda mrefu uliopita. Hapo nilijikuta nikikaa kimya nikizidi kusikilizia. Au Leila naye atakuwa hayupo? Aliuliza baba mchungaji. Yupo bwana. Na James alivyokuwa anaingia mimi nilimuona na nilikuwa hapa nje muda mrefu wala sijaondoka. Sasa atakuwa amepitia wapi? Ikikuwa ni sauti ya mama Mudi, ambaye ndiyo mama mwenye nyumba yangu. Huyu mama alikuwa mbea ajabu kwa kufuatilia mambo ya watu. Hofu ilinitanda mwilini na kujikuta nataka nitoke kwa nguvu niwasukume ili nikimbie. Lakini kabla sijafanya hivyo nilimsikia mchungaji akipiga kelele. Kaa jamani, hii si damu, hii inatokea humu ndani. Aliongea kwa kushtuka mchungaji yule baada ya kuona damu ikipitia chini ya mlango wangu kuelekea nje. Hapo nilichoka hoi. Au kuna kitu kibaya kimewapata? Hemu vunjeni huo mlango kwanza, aliongea mama Mudi huku akijaribu kufungua mlango wangu. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio hatari. Nikaona katika hili tukio la leo siwezi kutoka hata ukitokea muujiza gani. Basi nilikuwa nikihangaika huku na kule mule ndani kutafuta sehemu ya kujificha, lakini wapi? Yaani ilikuwa ni kutapatapa tu. Nilisikia kishindo kikubwa kikilia. Mungu wangu, walikuwa ni vijana watatu wakiwa wameshika kinu kikubwa huku wakigonga mlango kwa nguvu na kufanikiwa kuuvunja. Hatimaye mlango ukafunguka. Niliweza kushuhudia umati mkubwa wa watu ukiingia ndani kwangu. Nilijikuta nikikaa chini pale pale karibu na mlangoni kusubiri wanimalize. Mwenzangu, hata sijui nini kilitokea. Eti watu wote walinipita pale chini na kwenda moja kwa moja hadi kitandani na kuchukua mwili wa James huku wakilia kwa huzuni. Huyu mwanamke kumbe mshenzi sana, anaua watu halafu anakimbia na hata sijui katokea wapi. Maana muda wote mimi nilikuwa hapo nje, alisema mama Mudi huku akinilaani kwa kitendo kile cha uwaji. Hapo ndipo nilipogundua kuwa kumbe wale watu walikuwa wakinipita pale chini bila kuniona. Mwanzo sikujua ni kitu gani kilichotokea katika mwili wangu.
Sasa nilipojiangalia vizuri mikononi mwangu, kumbe nilikuwa nimeivaa ile pete ya yule jini aliyetaka kunioa. Usikose sehemu inayofuata.